Yatatufanyaje? Kanuni ya kuvuka yatatufanyaje? Sisi barabarani magari yatakufanyaje? Wakati barabara inaanza na maeneo haya waliobahatika kukutana nao, na hata watoto wetu wajukuu zetu kule wengine ambao tuliwakuta sasa hivi wako form 4, natuliza mtoto kwa mkono wangu wa kulia, si ndio? Yaani mkono wangu wa kulia umemkamata yule mdogo kwa mkono wake wa kushoto. Mimi ndio nayemuongoza nini barabarani. Kwa hiyo hatari zote zinazotokezea mbele yangu mimi naziona. Mimi maskini wa Mungu atasababisha ajali. Tukitembea naye atakuwa anaangalia mbele. Tukifika mahali pa kuvuka barabara kwenye zebra, unaona amekaa sehemu hatari ambako ndo gari ya kulia inatoka huko, nitambadilisha. Nashika mkono wake wa kulia kwa mkono wangu wa kushoto, kwa maana mimi ndio nayemuongoza. Naangalia sasa ile kulia, kushoto, kulia tena. Kwa nini narudi kulia mara mbili? Narudi kulia mara mbili kwa sababu wakati nikiwa kushoto huku inawezekana magari kwa anakuja mbele, na huku ndio kwenye hatari, kwa sababu nikivuka tu gari liko hapo, lakini kwa kushoto yuko mbali, si ndio? Kwa hiyo lazima nijiridhishe kurudi mara ya pili kwamba ni salama. Kama ni salama, kama vile tumeikatisha barabara, tumeikata barabara moja kwa moja badala ya kwenda Mshazari. Unaona? Badala ya kwenda hivi tunaenda hivi. Na njia utakuwa unambabatiza dereva au mwenye au pikipiki, na hatimaye mnaenda kugongania wapi? Nje ya barabara. Kwa hiyo sheria inatutaka tufanye nini? Ukatishe barabara moja kwa moja, hivyo tutapata kukwepa tayari. Lakini ukianza kukimbilia huku, maana yake atatufuata kule kwa sababu anatafuta jitihada za kufanya nini? Kukwepa. Hata kama ziko nne, unasimama pembeni kabisa. Kitu cha kwanza, umetoka ulikotoka, unatakiwa kusimama kwenye mabega ya barabara. Unakuwa utulivu kabisa, ile mihemko wapi hakuna. Sawa? Unasimama, alafu unaangalia kulia, kushoto, kulia tena. Hapo kuna kitu cha kutafakari. Usiangamie kwa kukosa nini? Na maarifa ndio haya tunawapa. Wewe yule bodaboda anapata hela, lakini wewe unarahisisha kuona kwamba utalipa hela ndogo. Hiyo gharama ya hela ndogo kwa ajili ya hakuna maisha ya mtu ambayo yanagharimika kwa gharama za aina yoyote. Ukipasuka kitu utapata gharama, utalipa, utafidiwa, utarudishwa kitu kingine. Lakini pia tunapokuwa kwenye usafiri wa bodaboda, kwa kutetu linapopata ajali, unafanya nini? Inatupunguzia majeraha. Unaweza ukatupwa nje kama viteto vya mchele. Hiyo huko sasa. Sawa ndugu zangu. Lakini watoto wa shule, sheria au boda uvae jacket yenye kuakisi mwanga nyakati za usiku, lakini la kukuzuia kichwa chako kukukinga na baridi. Sawa? Mpaka hapo tunaswali. Leo tembea. Atatembea lakini baadaye itafanya maana yake inakwambia hatari. Muda kutembea kwa miguu unafanya nini? Umeisha. Kwa hiyo wewe usikukuzane naye kwa sababu anafanya papa na unakimbia. Ukishaona inafanya papa kama uko katikati, malizia kwa haraka. Lakini kama hujaanza kuingia kwenye kivuko usiingie. Sawa? Yule simba wa porini atakuja kutumaliza. Sawa? Umeelewa? Kwa hiyo ndugu zangu, kazi ya jozi hii ya 4 ya taa ni kwa ajili ya mtembea kwa miguu. Kwa ajili ya nini? Ya mtembea kwa miguu. Kwa hiyo usije ukavuka barabara kama alama na ishara zilizoko barabarani hazifanye kazi. Kwa mfano, kuna maeneo salama ya uvukaji wa barabara.
Moja, kwenye alama za pundamilia. Maeneo ambayo sio salama ni kwenye kona, kwenye mlima, kwenye mteremko na mahali ambapo kuna madaraja membamba au roundabout au keep left. Maeneo yale lazima tuwe makini katika uvukaji, kwa sababu kivuko cha reli pia lazima tuwe waangalifu. Lakini maeneo ambayo yameshaendelea sana, sasa hivi kuna madaraja, kuna vivuko vya madaraja ambayo tutavuka kwa ajili ya kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine kulingana na eneo lenyewe kuwa bize, yaani kuwa na mwingiliano wa matumizi ya njia au magari mengi. Kwa mfano, ukikaa kwenye kona huwezi kuona upande wa pili, kwa hiyo ukiomba nini kwenye kona